Utunzaji mzuri wa nyanya. Mara tu unapovuna nyanya zako, ubora wake huanza kupungua. Unachoweza kufanya ni kupunguza kasi ya kupungua huku kwa ubora, kwa kufuata baadhi ya mbinu za kupunguza uharibifu na madhara mengineyo. Siri ya kupata nyanya nzuri za kuuza huanzia kwa wavunaji. Ikiwa wanaweza kujiepusha kuharibu zao hili, basi kuna nafasi ya kuepuka uharibifu huo. Hapa Danja, jimbo la Katsina nchini Nigeria, wakulima hujivunia ubora wa nyanya zao. Gaskiya yanda manomanmu suke cire tumatur, wani abu ne da muke bashi. Uvunaji wa nyanya ni shughuli ambayo tunaipa kipaumbele na umuhimu mkubwa. Tunaelewa vyema kuwa uvunaji kwa njia inayotakikana ndio utakaotoa mapato yanayohitajika. Pia ni muhimu sana kwa wakulima kuelewa njia nzuri na muda ufaao wa kuvuna nyanya. Zai fi daraja fiye da wanda aka cire shi yanda aka ga dama, domin zai iya lalacewa darajar shi ta ragu. Don haka hanya mafi kyau shine a cire shi ta hanya mafi sauki da. Nyanya zinapaswa kuvunwa alfajiri, wakati ambapo bado kuna baridi. Nyanya huharibika haraka zaidi kukiwa na joto, kwa hivyo mara tu nyanya zinapovunwa zinapaswa kuwekwa kwenye kivuli. Lakini tunatumia viashiria vipi kujua nyanya zipo tayari kuvunwa? Cire tumatur jajaye shi zai fi a lokacin. Uvunaji wa nyanya ili kuzitumia au kuziuza mara moja, huwa tunashauriwa tusubiri hadi ziwe nyekundu. Ukifuata ushauri huo unapata pesa zaidi. Tunapovuna ili kuziuza mbali, tunachanganya nyanya zote nyekundu na zile zilizo kwenye hatua ya kubadilisha rangi, yani zinazoelekea kuiva, kwa sababu zinaposafirishwa mwendo mrefu, zilizo kwenye hatua ya kuiva zitakuwa zimeiva zinapofika ziendako. Lakini zozote za kuliwa zikiwa freshi au kupelekwa kwa soko la karibu, zivune zikiwa nyekundu. Yanda ake san shi fresh, zai isa kasuwa fresh, ya zamanto ka sai da shi da daraja. Uvunaji unapaswa kufanywa kwa uangalifu bila kuzifinya wala kuharibu zao hili. Zinafaa kuwekwa kwenye kreti au kikapu, hufai kuzirusharusha unapozivuna. Wakulima wengi wanapenda kusafirisha nyanya zao katika kreti za plastiki, lakini mara nyingi hawazitumiki wakati wa kuzivuna. Unapotumia vikapu vilivyotengenezwa kwa makindo, hakikisha unavifunika kwa majani ya migomba au karatasi kuzuia kingo zake kuharibu nyanya. Wala usirundike nyanya nyingi pamoja, kwa vile za chini zitabondeka. Weka nyanya kwenye kivuli, usiangushe vifaa vya kuzibebea, na epuka kuziweka ardhini, kwani zinaweza kushikwa na aina mbalimbali za magonjwa yanayoenezwa kwa udongo. Kwa kawaida, nyanya huhamishiwa mahala pa kuziainisha, ambapo zinaweza kuchambuliwa na kupakiwa kwa uangalifu ili kusafirishwa kwenye masoko na viwanda vya karibu au miji ya watu wengi kama vile Lagos. Kwanza, nyanya zinafaa kupangwa katika viwango tofauti kutegemea ubora, huku zile zilizopasuka au zenye ugonjwa zikiondolewa. Desturi ya Afrika Magharibi, vikapu vya makindu vimekuwa vikitumika kuhifadhi nyanya zinazosafirishwa kwa malori na magari. Tatizo kubwa ni kwamba zao hili linaweza kuharibika na kubondeka. Ina maana kwamba mapengo makubwa yanaweza kuachwa baina ya kikapu kimoja na kingine. Ikiwezekana, tumia kreti za plastiki ambazo zinaweza kubeba takriban kilo 25 za nyanya. Zinaweza kujazwa bila kuharibu nyanya hizo. Usipakie nyanya kwa kuzilegeza au kuzikaza sana. Tikisa kwa utaratibu chombo cha kubebea unapokijaza, zijipange vyema. Leaves they can put with stick. Huwa wanatumia fito na majani. Hizo pia zinaweza kuharibu nyanya wanapozipakia kwenye lori au gari. Ni tofauti unapotumia kreti ambazo hazihitaji kuwekwa na majani ili ziwe salama. Hivyo ni bora kutumia kreti. So it's better. Vyombo hivyo vinapojazwa, viwekwe mahala pakavu penye kivuli. Unapovipakia kwenye gari, viwe vimefungwa na salama. Safirisha usiku wa sana au alfajiri kukiwa na baridi. Akwai bambanci mai yawa. In ka zuba shi a kwando. Kuna tofauti kubwa sana.
Kwa kuwa kreti 2.5 ni sawa na kikapu kimoja, ni muhimu kuzipeleka nyanya hizo sokoni kwa kreti, kwa kuwa kreti moja huuzwa kwa naira 5,000, lakini kikapu huuzwa kwa naira 6,000 pekee. Kwa hivyo kreti 2.5 za nyanya ambazo ni sawa na kikapu kimoja huuzwa kwa naira 12,500, huku kikapu kimoja kikiuzwa kwa 6,000. Hii inamaanisha unapata pesa nyingi unapouza kwa kreti kuliko kikapuni. Tofauti nyingine ni kuwa nyanya zilizopakiwa kwenye kreti za plastiki zitafika Lagos bila kuharibika, lakini 20% ya nyanya kuharibika unapopeleka nyanya sokoni zikiwa kwenye vikapu hivyo. Kupata wingi wa mazao, hakikisha unavuna kwa uangalifu bila kuzifinya. Weka nyanya hizo kwenye chombo unapovuna. Usizirusherushe. Hakikisha unaondoa nyanya zilizo na ugonjwa au zilizopasuka. Ukitumia kreti za plastiki, zijaze hadi pomoni. Usikose kuzikaza baada ya kujaa, wala usijaze kupindukia. Utunzaji mzuri wa mazao haya huleta faida nzuri.